Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Unajua kama faida zipo wakiorodhesha faida za kuwepo kwenye AK, ambapo naona wenzao Azam wamesema wao ndio wa kwanza kujiunga na ada ni kama $1,000. Kwa hiyo faida ni zipi kama itakuwa kusimamia maslahi makubwa ya vilabu, kwa sababu ndo wanasema stakeholders au watu wenye share kubwa kwenye mpira, inawezekana Simba wakajiunga. Sasa swala la faida ni wao management ya Simba kuona kwamba kuna faida kubwa watazipata kule au ni vitu vile vile, kwa sababu kwa sasa hivi CAF kama CAF wamejitahidi sana vilabu vipate fedha na tunafahamu hivi karibuni vilabu vikianza kucheza preliminary stage, hii hatua ya kwanza na ya pili, wanapata fedha ambapo zamani walikuwa wapati ndio wakaintroduce michuano mikubwa kama ya hii African Football League imechezeka hapo mara moja. Ili njia zote hizi ni kuhakikisha vilabu vinapata fedha. Kwa hiyo inategemea sasa kama kutakuwa kuna vitu vipya vinakuwa vinapatikana kwenye kujiunga na hii taasisi ambayo Engineer Hersi yeye ndo kiongozi wa hapo. Kwani kuna shida Simba kujiunga kwenye umoja huo? Hakuna shida. Unajua kila kitu, kila sehemu unapojiunga lazima uangalie unapata benefit gani, unapata faida zipi kwa sababu kumbuka kuna ada ya kulipa ya kuwa mwanachama taasisi husika unapojiunga huko ndani lazima ukwambie benefits za kujiunga huko ndani au faida za kujiunga na chama hiki. Kuna 1, 2, 3, labda kutakuwa kuna wepesi wa kupelekewa mashtaka yako kama una changamoto zozote ambazo nadhani CAF pia njia hizo zipo labda ukijiunga huku ni chama kitakuwa kinakusanya fedha kwa namna ambayo inaangalia inaweza kusaidia kupata fedha ili kuwagawanyia katika hivi vilabu. Kama kutakuwa kuna benefits au faida kubwa zaidi ambazo Simba Sports Club wataziona ni muhimu kwao, wataenda kujiunga na chama hiki. Uwepo wa Engineer Hersi Said, yeye ndio mwenyekiti wa AK na wazo hilo pia limezungumzwa na yeye mwenyewe kwamba vilabu vinapaswa pia kujiunga na umoja huo. Hauoni kana kwamba pia huenda kukawa na shida baina ya namna soka la Tanzania, yani uhasama uliopo ama tuseme kwamba uhasama ama upinzani uliopo, tuzungumze upinzani kati ya Simba na Yanga? Unajua kuna sekta nzima, kuna eneo zima la maendeleo hii upinzani huu wa soka uliopo si jambo la kuangalia zaidi. Sababu mwisho wa siku mnapojiunga kwenye taasisi husika kuna makubaliano mnaingia. Na Hersi yeye kuwepo pale, najua na yeye anatambua kwamba anatokea upande ambao ni mpinzani wa Azam, ni mpinzani wa Simba, yani wana ushindani huo kwenye mpira. Lakini linapokuja swala la maslahi ya kutumia taasisi nzima kama Simba Sports Club, lazima huo urahisi inabidi uweke pembeni, asimame kama mwenyekiti wa taasisi husika. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna hizo sintofahamu au mashaka kwamba ataweza kusimamia jambo la Simba ataenda kulisimamia, kama hiyo inaweza kuwa changamoto mpaka watu watakapozoea. Lakini tumeshuhudia taasisi mbalimbali, kwa mfano bodi ya ligi wanaongoza pale lazima mwenyekiti wa club fulani inaoshiriki ligi kuu lakini wanaenda kuoperate vizuri tu, ligi inaenda vizuri. Kwa hiyo hii ni moja tu ya platform ambayo imeanzishwa ili kusimamia michakato mizima au kusimamia haki na maslahi mapana ya vilabu vya Afrika. Kwa Simba kama kutakuwa kuna faida hiyo kubwa, sasa kama wataenda kuona ni it's a big issue Hersi akiwa ni mwenyekiti wa taasisi husika kwamba atashinda kusimamia matakwa, na kama akienda ndivyo sivyo, basi ni nadhani kuna namna ambavyo wanaweza kuvunja hata makubaliano ya kujiondoa kwenye taasisi husika. Unaiona Simba ikijiunga kwenye umoja huo? Naona kama itachukua muda. Kwa sababu ni kitu kipya.
Na mara ya kwanza tulitarajia kwamba kwa sababu imeanzishwa na iko chini ya taasisi kama CAF, kwa hiyo ilikuwa ni by default, yani kwa mazingira ya kawaida mtu anakuwa amejiunga moja kwa moja, lakini kwa taarifa za sasa hivi inaonekana lazima ili ujiunge, hiyo ndani ya taasisi inabidi ujiunge. Kwa hiyo mchakato utachukua muda kidogo, kwa sababu inabidi club kama club ijiridhishe. Nadhani Azam wao wameshajiridhisha, ndio maana wanaenda kulipia hiyo ada na kujiunga. Tulimsikia makamu mwenyekiti wa Azam Popat, makamu wa rais, makamu wa rais Popat. Na umeona pia kuna baadhi ya vilabu vitakuwa naingia kwenye mchakato huo, lakini kwa Simba najua itakuwa ni swala mchakato kuangalia nini wanaenda kukipata kule ndani. Kama zitakuwa ni benefit ambazo zina ulazima wao kujiunga, watajiunga. Kwa hiyo unadhani shida kubwa ni uwepo wa engineer? Unavyodhani wewe? Shida kubwa ni sio uwepo wa engineer. Shida kubwa naiona ni kwa sababu ni taasisi mpya ambayo inakuja na mageuzi na mapendekezo mapya kwa ajili ya vilabu. Kwa hiyo mpaka klabu husika ijiridhishe kwamba hichi chama kitakuwa kinasimamia maslahi yangu, nini naenda kupata, kwa sababu wanakumbuka wanatoa fedha pale dola 1000 kama milioni 2, milioni 3 kasoro hivi. Wanaenda kuitoa kwa ajili ya kujiunga kwenye hiyo taasisi. Haifahamiki kama itakuwa ni ada muda mrefu au ada ya mwezi au ada ya mwaka. Baada ya pale waangalie kwenye taasisi hii kujiunga nini unapata faida, kwamba labda hii taasisi itatafutia sponsors, hivi vilabu vile vinapata fedha zingine kupitia katika masponsor wapi ambao watataka kuingiza fedha kupitia taasisi hii, kwa sababu ni chama ambacho kinakutanisha vilabu vingi sana Afrika. Kwa kama kuna sponsors wataenda kuinject hela katika hii taasisi, moja kwa moja unaona vilabu vya Afrika vinaenda kupata fedha. Kwa hiyo sio mchakato wa siku moja, sio mchakato wa siku mbili, ni mchakato ambao mapendekezo yakiletwa, management ya Simba itabidi ipitie, iangalie tunaenda kupata faida gani tukiwepo katika chama hiki. Kwa sababu naamini ukitoa tu ada, kutakuwa kuna mambo mengi yanaendelea huko ndani ambayo yatahusisha masuala mazima ya fedha na mapendekezo ya kufanya mageuzi ili kuisaidia CAF pia ifanye kazi yake vizuri kulingana na michuano ya club level. Tumeshuhudia kwamba wakianza kupata fedha kupitia umoja huu ama kupitia chama hiki, hauoni kana kwamba ilipaswa Simba waingie mapema, kwa sababu ni miongoni mwa timu ambazo pia zinapata pia faida kupitia haya mashindano? Ndio nasema benefits wao Simba ni wao kwanza kuona faida ya kuingia. Unazungumzia nadhani kama kumbugo sawa ni Champions League unapata dola 100,000 na kwa shirikisho unapata $50,000. Dola 100,000 pia nadhani. Kuna lakini range ndio imekaa hapo. 50 mpaka laki unapata hiyo. Sasa jiulize club kama labda Singida inaingia fedha kama dola 100,000 ni almost milioni 200, tunazungumzia kwa 300. Sasa imagine unapata fedha kama hiyo kama taasisi, si fedha ndogo, ni fedha ambayo inaenda kusaidia vitu vingi sana. Kwa sasa Simba Sports Club wao mpira uko kwao, taasisi imeanzishwa, imesogezwa kwao, wameona kwa awali faida ambazo wanaweza wakazipata, na mwenyekiti nao ameonyesha dira kwamba anaenda kupambania sasa hivi vilabu vipate benefits, zipate fedha kupitia hizo vilabu vipate fedha kupitia mashirikisho kama FIFA. Sasa ni mchakato, mambo mengi ni mchakato na direction na nia ni njema sana. Kwa hiyo ni Simba wao kukaa kuangalia kama ni kitu wanachokihitaji. Ni inawezekana ni kasos mpya au kupata fedha, hasa kipindi hiki ambapo gharama za kuendesha timu zimepanda. Kwa ukiona room ya kupata fedha sehemu, kama unaweza kulipia ada tu ya dola 1,000, lakini tu kucheza hatua awali unapata almost dola 100,000 mpaka 50. Ni sehemu nzuri ya kufanya biashara. Tumeshuhudia kwenye mazungumzo ya juzi ya engineer, hatukuona kiongozi wote wa Simba, ingawa kwa baadhi ya viongozi vingine vilabu wameondoka. Unadhani shida ilikuwa wapi? Yaani kwamba hakupewa mwaliko ama hata angepewa asingeondoka? Sasa siwezi kusemea sana kujua kwamba either alipewa mwaliko ama la. Hai itabaki sasa kujua kwenye upande wa aliandaa event nzima
kama alituma hii mialiko kwenda kwenye vilabu, kwa sababu ni sio Simba peke yake, vilabu kadhaa havikushiriki katika mkutano ule. Si kwamba ni ishara kwamba muungi mkono, la hasha. Ni kwamba huu umoja ambao umeanzishwa sasa hivi, umoja wowote unapoanzishwa lazima utakuwa unapitia kwenye phase ama stage kama hii. Lazima it make sense kwa watu, it make sense kwa our stakeholders ambao ni vilabu. Wakiona kuna umuhimu watajiunga. Ni kama sitaki kutumia mfanoni, lakini ni kama mkianzisha tunasema ile SACCOS, au mnaanzisha wanaita nini, wanachezaga kuweka fedha sehemu wote, mnaweka fedha, mnaweka nunua kwa hisa. Sasa zile benefit ukijiunga huko unaweza kupata mikopo, unaweza kupata nini, ndio vitu kama hivyo. Sasa hii taasisi inapoanzishwa, si kila mtu ataweza kuingia moja kwa moja. Kuna mtu mwingine inabidi awe convinced kwamba ninapoingia nipate fedha. Kwa mfano, Coastal Union ashiriki michuano ya nje ya Afrika, zaidi ya ligi kuu hapa na FA. Inabidi sasa yeye ajiridhishe kwamba ninapoingia huko ndani nitapata benefit gani kama sishiriki michuano ya kimataifa, nashiriki michuano ya ligi kuu tu. Ninapoingia huko ndani nitapata benefits zipi, nitapata faida gani kwa mimi timu ambayo unaangalia, timu kama Namungo, timu kama JKT, JKT wajiunga huko ndani, timu kama Dodoma Jiji wakijiunga katika hii taasisi watapata faida gani? Kwa hiyo hivyo vitu vyote hivi vikirudi kwenye meza inabidi wajiridhishe, ndio hii taasisi itapozidi kupata nguvu. Nadhani ni mchakato wa muda mrefu. Inabidi atoke hapa, inabidi aende kwenye mataifa mbalimbali barani Afrika, vikao vifanyike kushawishi hizi timu zijiunge na hii taasisi, walipe ada. Wakishafahamu mchakato mzima na faida nzima ya kujiunga katika taasisi hizi, nadhani mambo yatakuwa mepesi zaidi. Hata hizi timu ndogo ndogo, hata majans wakaona kuna umuhimu wa kujiunga na taasisi hii. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.